hatuchezi. Sasa baada ya kauli hii kwamba hili ndio tamko la Dar es Salaam, na tunaamini mikoa mingine ambayo wamenitumia salamu, nimepokea salamu kutoka Mwanza, Mbeya na mikoa mingine kwamba wanaungana na Dar es Salaam kwamba hatuchezi mechi ya tarehe 15. Na mimi niendelee kuwasihi viongozi wetu wa mikoa mbalimbali waambie mashabiki na wanachama wapenzi na wetu wa Yanga wasijisumbue kuja Dar es Salaam, kwani mechi ya tarehe 15 haipo. Tumemwambia mtendaji mkuu wa klabu awaambie maafisa wake asije akafanya mtu kikao chochote kinachohusu mechi ya tarehe 15. Na viongozi wa kamati ya utendaji walilianzisha wao, tukaliunga mkono sisi. Atakayethubutu kupeleka mechi timu yetu tarehe 15 uwanjani, mlango uko wazi. Hatutanii wala tufanye maigizo. Tuko tayari kwa adhabu yoyote watakaona inafaa kwetu. Kwa kiongozi anayeona kwamba tarehe 15 apeleke mechi, tunawaambia kuanzia injinia mpaka wa mwisho, mlango uko wazi, atuachie klabu yetu. Sasa ili ithibitishe kwamba haya si maneno yangu peke yangu kama mratibu, ni maneno ya wanayanga wote wa Dar es Salaam, viongozi wa matawi. Jamaa, tunacheza hatuchezi. Sasa ili tuna demokrasia nzuri, vikao vyetu, kama kuna mwanahabari yoyote ambaye anataka kuuliza swali lolote kuhusu mechi ya dabi, tuko tayari. Kama kuna anataka kuuliza, yuko pale. Tusikilize kidogo huko nyuma. Viongozi wa matawi huko nyuma, hebu tutulie kidogo, kwa sababu tusifanye mzaha. Ili jambo liko very serious. Tutulie, tusikilize wanahabari. Viongozi wapo, watauliza maswali, viongozi watajibu, tumalize mkutano wetu. Tumewapa ruhusa watuulize. Ngoja tuulize maswali. Ile swali la sports maswali matatu. Swali la kwanza kuhusiana na mchezo na tafsiri yake, kucheza ni swali lingine, lakini mko tayari kwa ajili ya kupokea adhabu kutoka kwenye bodi ya ligi, ikiwemo kupigwa faini ya milioni 5, kupoteza alama 18, lakini pia viongozi wenu kuingia kwenye mfumo kufungiwa mwaka mmoja. Je, mko tayari? Hilo swali la kwanza. Hili swali la pili ni kusema kwamba serikali iingilie hili jambo. Ni FIFA CAF watamani serikali kuingilia swala la michezo, lakini pia kwenye upande mmoja kwenye maneno yako umesema naibu waziri amelizungumzia, maana yake ni kauli ya serikali, yeye ni mwakilishi wa serikali kutokea wizarani. Lakini pia waziri wetu Kabudi pia amezungumzia kusema kwamba hilo jambo liko kwenye mamlaka ya TFF, kwa hiyo wao hawawezi kulitolea kauli. Lakini kauli ya serikali maana yake mechi ipo kwa mujibu wa naibu waziri wa michezo halisi kwa jumla. Lakini swali langu la tatu kuhusiana na anataka promotion ya dabi iendelee, ili hali anafanya promotion, nyinyi ni sponsor wenu na amewalipa hela nyingi na ana haki na nyinyi. Je, kama yeye ataamua kuvunja mkataba na nyinyi, hiki kinachotokea kwa sababu atakosa mileage ambayo ametia hela kwenu, mpo tayari? Swali yangu ni haya.
Yanga oye! Nitajaribu kuyajibu na mengine atajibu mzee hapa yupo, wote tupo hapa watatu, tutajibu maswali yote. Nikianza na hili la mwisho. Kwanza nianze na la kwanza. Kwamba je, mko tayari kunyang'anywa pointi na viongozi wenu kufungiwa ama kuingia kwenye mtego wa adhabu? Kwanza niwaombe na niwathibitishie Watanzania na Wanayanga. Nimesema tuko tayari kwa adhabu yoyote ambayo itaonekana sisi tunastahili kupewa adhabu. Siamini kwamba kuuliza ama kukataa kucheza mechi kwa kutaka kupata ufafanuzi kwamba kanuni gani ilitumika kuahirisha mechi itakuwa ni kosa. Siamini. Watueleze walitumia kanuni gani kuahirisha mechi. Lakini wamekuja kutuambia kwamba walikuta na viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Watueleze majibu ya hivyo, kwamba rushwa ilikuwaje, nani ametumiwa na rushwa, nani alikamatwa na rushwa, uvunjifu wa amani jeshi la polisi linasemaje, kulikuwa na uvunjifu wa amani wa namna gani. Hizo ni kwenye dabi ambayo itakuwa haina makandokando mengine. Kama hawajatujibu, tuko tayari kwa adhabu yoyote. Lakini wahakikishie Watanzania na Wanayanga, pointi ambazo tumezitafuta kwa jasho letu kwenye viwanja, wachezaji wote wamevuja jasho, haitapotea pointi yetu hata moja. Hili hatulisemi kwa kubahatisha. Tunasema pointi za Yanga ambazo tuna pointi 73 sasa hivi. Wachezaji wetu wamevuja jasho uwanjani, wanachama wametembea mikoa mbalimbali kwa kutumia gharama zao kwenda kuisapoti timu yetu. Hakuna pointi yetu ya Yanga itakayonyang'anywa hata moja. Kama kamati ya utendaji walivyoeleza, tutaidai haki yetu kwa njia yoyote ile. Swala la viongozi kufungiwa ndio hivyo, kwamba viongozi wetu kudai kwamba tunataka tupewe ufafanuzi wa hiki, sidhani kama ni kosa la kuwafungia viongozi, sidhani. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hilo, lakini pia kama wataona wawafungie, TFF sio wa mwisho. Lakini swala la naibu waziri tumesema kama alivyosema Rais Profesa Kabudi, swala la mpira liko kwenye mamlaka ya mpira. Yeye alikuwa na haja gani ya kusema kwamba dabi ipo? Sio kazi yake. Mbona mwenzake alisema kwamba swala hili liko kwenye mamlaka ya mpira? Unasemaje kwamba lazima mechi ichezwe tena kwa uwanja wa Benjamin? Nani kauchagua uwanja wa Benjamin? Yanga tuna uwanja mawili. Baada ya Benjamin kufungiwa tuna uwanja wa KMC. Kama Yanga tunataka kupeleka KMC na tupelekaje Benjamin? Kwa hiyo tunamwambia naibu waziri ameingia kwenye vitu ambavyo sio vyake, angeiga mfano wa mwenzake. Hili lingine naomba Kaisi alifafanue zaidi la Azam au ama wadhamini wetu. Swala la Azam wameingia mkataba na Yanga. Mkataba ni wa pande mbili, baina yao wao na sisi. Azam watupi hela kama zawadi. Yeye ni mnufaika na sisi ni mnufaika. Tulichokieleza kuelekea mechi ya tarehe 15, sisi ndio sehemu ya kwanza ya mkataba kwa maana ya Yanga. Tunapozungumzia Yanga ni sisi wanachama. Sisi tushasema hatuchezi. Mwenza wetu anapokwenda kuitangaza hii mechi ni kuingia kwenye wizi ambao sisi tusingependa ipate hiyo kashfa kama alipata kwenye mechi iliyopita. Kwa maana ya kwamba yeye anafanya promotion, watu watalipia kisunguzi chao ili waangalie hiyo mechi, si ndivyo? Wanayanga tumesema tuangalie, tumelipia shilingi 7,000 kwa ajili ya sinema zetu. Kila iko wapi? Kwa hiyo sisi tulichozungumza ni kwamba hii mechi ya tarehe 15 sisi tulioingia naye mkataba kama Young Africans, wanachama ambao ni wamiliki halali wa hii klabu, hatuchezi. Anafanya promotion na nani? Anamtangazia nani? Sasa kama anaweza atangaze tu kuna mpambano kati ya waendeshaji wa mpira na timu nyingine watakutana huko. Sisi Yanga hatuchezi. Ize kwamba asiingie kuhamasisha mashabiki wetu wakapoteza nauli zao, wakasumbuka kwenye jambo ambalo jambo letu wenye klabu yetu tumesema hatuchezi. Hatujamgusa kwenye mkataba wake, sisi tumempa raha. Kwa maana ya kwamba yeye ana haki ya kutangaza hayo matangazo, hajilizishe. Alifanya matangazo makubwa sana kwenye mechi ya tarehe 8.
ameandika barua ndefu sana kuelekea bodi ya ligi, hatujui amewaandikia kitu gani. Asiingie tena kwenye uongenge. Sisi tumezungumza mapema leo, tarehe ngapi? Tarehe 5. Mechi tarehe ngapi? Kuna siku ngapi? Asifanye, asipoteze energy, asipoteze vitendea kazi, asitumie roho yetu. Ndio tulichomwambia, kwa sababu sisi hatuchezi, hatuhusiki kwenye hilo jambo. Sasa kama sisi hatuhusiki, anatangaza dhidi ya nani? Kwa hiyo sisi tumetoa rai, kwa maana ya kwamba tumetoa rai na tumewaambia viongozi wetu wanajua taratibu za kimkataba, wawaandikie kwamba bwana, hili tangazo, hebu sisi hatushiriki kwenye hili jambo, tunaendelea na mazoezi yetu, aje achukue picha. Tunafanya mazoezi pale KMC, tutafanya mazoezi jimu kwa ajili ya kuelekea tarehe 18.